السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الملهم بالصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بعدكم حميدي الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة amani tukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walillahi alhamd, ni furaha kukutana tena katika jalsa hii tukufu ya tafsirul Qur'an, ambayo kwamba takriban ikiwa hii ni wiki ya 3, ikiwa ilikuwa imetulia kidogo kwa ajili ya harakati za funga na pia shughuli za imtihanat ambazo kwamba ilikuwa zikiendelea katika madrasa, ikawa ni sababu ya kutuzuilia kutokufanya darsa kama hii. Ndugu zangu, darsa yetu ili tukomesha katika suratul Tariq, tukazungumza na tukaeleza Tariq ni nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele ametueleza, atuambie an-najmu thaqib. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Ndo aya tuliyokomea kwamba kila nafsi inaye juu yake mwenye kuihifadhi, mwenye kuitizama, mwenye kuifuatilia. Na katika mambo ambayo kwamba tulizungumza ni kuwa katika sima ama maudhu'u hadhihi sura, style na theme ya suratul Tariq, tukasema ni maudhu'u rihla wasirriya, ni maudhu' ya kuonyesha safari ajani, na vile vile ni maudhui ambayo kwamba ndani kwa zungumzwa sana siri, kwa vikawa ni a theme of journey and secrecy. Ndo mambo ambayo kwamba tuliyozungumza katika kikao chetu cha mwisho cha kutafsiri suratul Tariq. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza, asema in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh, haiwi kila nafsi isipokuwa inayo juu yake mwenye kuihifadhi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala introduce topic nyingine kwa mwanadamu, kwamba fanya utakachokifanya, fahamu kuna ardhi ni shahidi juu yako, ni hafidh. Fanya utakachokifanya, fahamu kuna at-tariqu. Tukazungumza kuhusu as-samaa, tukasema samaa ni juu, tofauti na samawat. Kuna samaa na samawat. Kwa chochote kile ambacho kwamba kiko juu kinakuwa ni hafidh kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu afanya atakavyofanya, lakini ajue kuna mashahidi ambao kwamba watakwenda kusimama mbele yake siku ya kiyama, wawe mashahidi juu yake. Kwa mfano, sote tufahamu ardhi itakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakwenda kusema ya Allah, nashuhudia fulani alifanya kadha na kadha juu yangu.
nyota zitamtolea mwanadamu shahidi, wanyama tamtolea mwanadamu shahidi, miti tatolea mwanadamu shahidi. Kwa hiyo yoyote mwenye kupinga kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea hufadhi, vitu ambavyo kwamba ni vyenye kutuhifadhi sisi, vitu ambavyo kwamba vitakwenda kuwa ni shahidi juu yetu, yoyote mwenye kupinga, kuna mambo mawili yuwapinga. Jambo la kwanza yuwapinga wujudullah, kupatikaniwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jambo la pili analolipinga na analolikana ni alhisabu wal jazaa. Yuwapinga kwamba kutakuwa na hisabu, kutakuwa na jazaa, kutakuwa na malipo. Kwa lau atasema ardhi haiwezi nizungumzia lolote mimi, mbingu haziwezi nizungumzia lolote mimi, kwa sababu tuko duniani tutakuja kuishi tufe, ambapo ni maneno ya kikafiri. Wama hadhihi alhaya wama alhayatu dunya, semaje aya kwamba haiwi uhai wa dunia kwetu sisi isipokuwa ni starehe, twastarehe. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, hakituangamizi sisi chochote isipokuwa ni miaka inavyokwenda. Tutakuja kuwa watu wazima, tukija tukitahamaki tumefariki, imeisha. Wenyewe wasema naishu marratan wahida, katika misemo hususan vijana utumia hivi sasa kwambia bana naishu marratan wahidan, kwamba we only live once, lakini wasahau kwamba naishu kulla yawmin wa namutu marratan wahida, tuishi kila siku, lakini kufa kwa mwanadamu utakufa mara ngapi? Mara moja. Kwa yoyote ambaye kwamba ni mwenye kupinga kwamba tuna vitu vinavyotuangalia vitakavyokwenda kuwa ni mashahidi juu yetu, yuwapinga nini? Yuwapinga kupatikaniwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yuwapinga kwamba atakwenda simamishwa mbele ya Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa ajili ya kufanyiwa hisabu. Kwa mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa mwanadamu ni mwenye kuyakufuru haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema falyanzuril insanu mimma khuliqa, basi na atizame mwanadamu kwa kitu gani ameumbwa. Alfa'u falyanzuril insanu, kwamba kwa ajili ya haya yote lau utayapinga, basi na atizame huyu mwanadamu ameumbwa kutokamana na nini. Falyanzuril insan, basi na atizame mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ni amri kwa sababu ya lam ambayo kwamba yapatikaniwa ndani yake, lamu amri, kwamba falyanzuril insan kwa sigha ya mudhari ambayo ni sigha ya istimrar, kuonyesha kitu kufanyika mara kwa mara, kwamba badala ya kutafuta hoja ya mbali kupata wujudullah, badala ya kutafuta hoja ya mbali kwenda kuangalia mbingu kama tulivyoambiwa katika suratul Ghashiyah, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at, badala ya hayo yote unzur ila nafsika mimma khuliqt, umeumbwa kutokamana na nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia falyanzuril insanu mimma khuliq. Yanzur, kilma cha nadhara katika lugha ya Kiarabu ni tofauti nadhara, raa, absara na shahida. Ni vilma ambavyo kwamba ukitafsiri vyaja kwa tafsiri moja, lakini maana tofauti. Fama maana an-nadhr, nini maana ya nadhr? Wanazuoni watuambia an-nadhru ni jicho kutoka mahali likawa laangalia kitu, lakini ikawa ni maangalizi ya tarkiz shadid ma'a al-fahsi wal-ihtimam, ikawa wakiangalia kitu ukawa umemakinika hali ya juu, wapambanua kile unachokiangalia vizuri, ukawa ni mwenye kudua na kile ambacho kwamba wakiangalia. Na ndio maana wanazuoni wa tafsiri watuambia falyanzuri al-insan ay falyanzuri al-insan binadhrati mutafakkirin, atizame mwanadamu kuitizama nafsi yake imeumbwa kutokamana na nini?
kwa maangalizi ya mtu ambaye kwamba ni mwenye kufikiria. Angalia kilima cha nadhar kama kilivyokuja katika suratul A'raf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimzungumzia Nabii Allah Musa, atuambia Mwenyezi Mungu, wa nazaa biyadihi fa idha hiya baydha'un linnadhirin, kwamba alipotoa mkono wake Nabii Allah Musa ikawa ni wenye kung'ara, ukawafanya wale ambao kwamba wanautizama mkono kama ule wakawa annadhirin, bimaana wakadua, wakaanza kushangaa, ni maajabu gani haya, ni miujiza sampuli gani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tueleza, tukirudi katika sura, kwamba kabla ya kwenda kupigiliza mifano ya mbali, kutafuta kupatikaniwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliq, mwanadamu atizame ameumbwa kutokamana na kitu gani. Al-insan, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateue na achague jina insan katika aya kama hii? Wanazuoni watambia kwamba ameitwa insan kwa sababu katika maumbile ya mwanadamu ni kusahau. Summiya al-insanu insanan linisyanihi, mwanadamu ameitwa kwamba yeye ni mwanadamu kwa sababu ya tabia yake ya kusahau. Suala litakuja hapa, ni kitu gani ambacho kwamba aghlabia mwanadamu kisahau sana? Kitu gani ambacho kwamba mwanadamu ana tabia ya kukisahau sana? Sheikh Isa, wewe ukiangalia kitu gani mwanadamu aghlabia hakimpitii kwenye akili yake? Ni ugumu sana mwanadamu kukumbuka na kufikiria kwamba ametoka wapi. Nani kati yetu sisi tusizungumze wiki, tuzungumzie hii siku ya leo, ameketi akataamal, mimi natoka wapi, mimi naumbwaje, mimi nimekuwaje mpaka nimekuwa huyu Abdussalam ambaye kwamba niko hapa, kwamba nimekuwa huyu Abdurrahman ambaye kwamba yuko hapa, kwamba nimekuwa huyu Muhammad ambaye kwamba yuko hapa. Aghlabia mwanadamu haimpiti katika akili yake kujaribu kujikumbuka kwamba yeye ametoka sehemu gani. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuita mwanadamu insan kwa sababu yuelewa kwamba mwanadamu ni mtu mwenye tabia ya kusahau. La kwanza ni hilo. Jambo la pili ambalo kwamba mwanadamu aghlabia humpita katika akili yake akawa ni mwenye kusahau, wanadamu wana tabia ya kumsahau Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Na ad-dalilu ala hadha, dalili juu ya hili ni nani kati yetu sisi leo ameketi kikao cha tafakkur, akaketi akaanza kumfikiria Mola wake Subhanahu wa Ta'ala? Mwanadamu anazo fikra, lakini fikra za mwanadamu aghlabia ni katika dunia yake. Atajiendeleza vipi, ataongeza vipi, atafungua vipi biashara branch nyingine, ataangalia vipi familia yake. Mwanadamu ni mzito sana kuketi chini akawa ni mwenye kutaamal na kufikiria, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala yuataka mimi niwe vipi, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala jambo gani aridhika nalo kwangu mimi, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala jambo gani ambalo kwamba haridhiki nalo kutoka kwangu mimi. Mwanadamu ni mzito sana katika kuyafikiria masala kama haya. Wanazuoni hizi ni katika hoja zao ambazo kwamba wazizungumza, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kilma cha mimma katika lugha ya Kiarabu, aghlabia mimma huja na alif. Sehemu yoyote katika lugha ya Kiarabu aghlabia huja na alif, lakini ukitizama katika sura At-Tariq, hebu tulia, ukitizama katika sura At-Tariq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa amzungumzia mwanadamu ameumbwa kutokamana na nini, alipotumia kilma cha mimma badala ya kukileta na alif, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiondosha ile alif. Kwa hivyo tukisoma tusoma falyanzuril insanu mimma khuliqa,
ambao mimma kawaida yake huja na alif. Kwa usawa ilikuwa isomwe falyanzuri al-insanu mimma khuliq. Kwa nini imeondoshwa alif? Katika kaida za kilugha, wanazuoni wa lugha watuambia indama tusbihu al-kalimatu aqsara fa innaha la tufqidu ma'naha walakinaha tu'ti ma'nan aqall. Kipindi chochote katika neno la Kiarabu, ukiona kilima cha Kiarabu kimepungua ndani yake herufi, la tufqidu ma'naha, maana itabakia pale pale ya kile kilima, lakini tofauti uja wapi? Walakinaha tu'ti ma'nan aqall, lile neno litakwenda kutoa maana chache. Maana iko pale pale, lakini maana itakuwa chache. Kwa mfano, kitizama katika sura Fussilat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya maarufu, asema innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, tatanazzalu alayhimul malaika. Ukirudi katika suratul Qadr, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalu, haijakuja tatanazzalu. Lakini katika suratu Fussilat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tatanazzalu almalaika. Katika suratul Qadri Mwenyezi Mungu asema tanazzalu almalaika. Ukitizama katika suratu Fussilat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwazungumzia wale malaika wanaomsaidia Israeli katika kutoa roho. Na suala la mtu kutolewa roho ni suala ambalo kwamba lipo kila siku. Watu hutolewa roho kila siku, watu huwa ni wenye kufanya nini? Kufa. Lakini ilipokuja masala ya tanazzalu almalaika waruhu fiha, kwamba huteremka malaika wanaoambatana na Sayyidina Jibril alayhi salam, hushuka kama wanavyoshuka wale wa mauti. Tofauti kwa wapi? Kwamba lile la mauti huwa ni jambo lafanyika sana, tatanazzalu alayhimul malaika. Jambo la Jibril alayhi salam na malaika kuteremka huwa latokea mara moja kwa mwaka, ambao kwamba ni katika usiku wa Lailatul Qadr. Kwa katika lugha ya Kiarabu, wakati wowote kilima kitakapopungua herufi, haipunguzi, haiondoshi maana, isipokuwa hutoa maana chache. Tulizungumza kipindi cha nyuma tofauti ya nazzala na anzala katika sura ambazo kwamba zilikuwa zimepita. Kwa falyanzuril insanu mimma khuliq. Ukitaamal katika aya kama hii ikhwani, utakwenda kupata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile hakujitaja jina lake. Aya haikuja falyanzuril insanu mimma khalaqahu Allah au falyanzuril insanu mimma khalaqtahu, kwamba atizame mwanadamu namna gani alivyomuumba yeye Mwenyezi Mungu. Atizame mwanadamu, angalau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme ajitizame mwanadamu namna tulivyomuumba. Lakini imekuja na atizame mwanadamu kutokamana na kitu gani ameumbwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja muumbaji ni nani, hali ya kuwa sote tufahamu kwamba al-Khaliqu huwa Allah. Kwa hivyo ile maudhui ambayo kwamba tumekuwa tukiizungumzia mara kwa mara, ambayo kwamba yapatikaniwa katika suratul Tariq ya asirria, kwamba ndani kuna vitu vimefichwa katika aya kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajajitaja jina lake, kwamba mwanadamu amemuumba mimi, mwanadamu ameumbwa na Allah, halikutajwa lafdhul jalala. Limadha? Kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kawaida ya Kiqur'an, au tusemevye ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an.
sehemu yoyote ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amemneemesha mwanadamu. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu amezungumza kwa sigha tofauti tofauti. Kuna kipindi Allah tabaraka wa taala huwa amewafurahia wanadamu, yuwaneemesha, yuwafanyia ya khairi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajitaja pale. Sehemu zozote ambazo kwamba mwanadamu amemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni maudhui ambayo kwamba ndani yake kuna ghadhabullahi wal istiya, kuna hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna kutokufurahi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu hiyo huhataji jina lake. Kwa mfano, kila siku tusoma suratul Fatiha katika swala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta, kwa dhamiri ya mukhatab, kwamba tuongoze njia ambayo kwamba umewaneemesha juu yao wewe Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo lau utakuwa ni mwenye kuiribu at-ta'u yaudu ila Allah, kwamba ite ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisongea mbele tunasema ghairil maghdubi alayhim, si ghairil ladhina aghdabta alayhim, tunasema ghairil maghdubi alayhim kwa sigha ya ismu maf'ulin, kwamba usituongoze njia ya wale ambao kwamba wamekasirikiwa juu yao. Yani hata kutafsiri uweze kusema umewakasirikia juu yao, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja jina lake wala hakuwa ni mwenye kutaja hata dhamiri kama alivyoitaja katika an'amta alayhim. Mfano mwingine, chunguza katika Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizungumzia umma ambao kwamba amewapa kitabu na wakakifuata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina atainahumul kitab, wale ambao kwamba tumewapa kitabu. Akiwazungumzia watu ambao kwamba walipewa kitabu na hawakukifuata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usema alladhina utul kitab, wale ambao kwamba wamepewa kitabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawi ni mwenye kujitaja katika sehemu kama hizi. Athani, jambo la pili, kwa nini Allah tabaraka wa Ta'ala asitaje jina lake katika aya kama hii? Falyanzuril insanu mimma khalaqahu Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaleta picha ya kuonyesha kwamba huyu mwanadamu ambaye kwamba amefikia mahali ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amwambia basi jitizame wewe ulivyoumbwa, ni mwanadamu ambaye kwamba hana atafakuru ala Allah. Yeye kama mwanadamu hamfikiri Mola wake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuona haja ya kujitaja, kwa sababu kuanzia mwanzo wa sura mzungumzia mtu ambaye kwamba amekataa. Kuna as-sama, kuna at-tariq ambapo kwamba ni an-najmu ath-thaqib, kwamba in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh. Mwanadamu akawa ni mwenye kupinga kwamba amewekewa hufadhi, amewekewa watu ambao kwamba viumbe ambao kwamba vitakuja kuwa ni mashahidi juu yake, bimaana ni kupinga kupatikaniwa kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja jina lake mbele, kwa sababu mwanadamu kama huyu kuanzia mwanzo ni mwanadamu ambaye kwamba hana habari ya kumfikiria Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukiwa ni mtu ambaye kwamba utashindwa kuelewa kwamba Mola wako Subhanahu wa Ta'ala yuko, falyanzuril insanu mimma khuliqa, usitoke mbali, usitafute hoja nyingi. Wewe ukitaka kujua kwamba Mwenyezi Mungu yuko na hii aya ilivyokuwa ni aya yenye nguvu, wewe angalia kila siku. Kwa wale wenye kufuatilia, madaktari wenye kusoma mwili wa mwanadamu, kila siku huja na jambo jipya. Kila siku huwa ni wenye kudiscover jambo jipya katika mwili wa mwanadamu. Tulizungumza nyuma masala ya nafsin wa masawaha, mpaka madaktari wadhibitisha kwamba mwanadamu mwili wake uko katika balance, kwamba kiasi cha kwamba haya masikio mawili ndani yake kuna fluid
ambao kwamba percentage yake iko sawa sawa katika right ear na left ear. Lau itazidi fluid katika sikio moja, ndio pale utamsikia mtu akwambia nasikia sikio lafanya nini, la niuma. Kwa kadri ile falyanzuril insan ikipatikaniwa al-istimrar, kuendelea katika mwanadamu kufanya research na kuutizama mwili wake, yatosheleza kwamba atajua huu mwili haiwezekani isipokuwa kunaye ambaye kwamba ameuumba, ambaye kwamba ni Allah tabaraka wa taala. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema falyanzuril insanu mimma khuliqa, na atizame mwanadamu kutokamana na kitu gani ameumbwa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mbele, khuliqa mimma'in dafiqin, ameumbwa kutokamana na maji yenye kuchupa. Kwa lugha ya kueleweka, kutokamana na maji yenye kuruka, wenye sema spurting water ama gushing water, kutokamana na maji ambao kwamba maji haya kiada yana tabia kufanya nini, ya kuruka. Khuliqa min ma'in dafiq. Tukieleza kitu kujaribu kuoanisha aya nyuma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa izungumzia at-tariq, amezungumzia akaisifu katika characteristics za at-tariq ni nini? Ni an-najmu ath-thaqib, kwamba ni nyota ambayo kwamba hurusha miale yake ikawa ni yenye kutoboa katika giza. Nyota ambayo kwamba tulizungumzia iko miles and miles away from the earth, mbali sana na hata jua liko karibu kushinda nini, kushinda nyota. Nyota ziko mbali, lakini angalia usiku tuwaone wenye kufanya nini, kuziona. Kwa hivyo imekuwa ni yenye kuchupa na kutupa miale yake katika maili ambao kwamba nyota iko mbali, mpaka ikawa mwanadamu ni mwenye kuiona. Alafu mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza kiumbe chengine ambao kwamba ni maji. Ameapa sifa gani? Dafiq. Tumeona ile theme ya jani kule kuna nyota ambao kwamba ina travel light yake, na huku kuna maji ambao kwamba ni yenye kufanya nini, kuchupa. Kwa hivyo tupata a theme of jani katika ayat kama hizi. Kwa hivyo khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokamana na maji yenye kuchupa. Na taamal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema khuliqa min nutfa, ameumbwa kutokamana na manii. Wanazuoni katika tafsiri, kila mwanachuoni baadhi wana hoja zao. Kuna wale wanaosema almau dafiq, maji yenye kuchupa, na ni maji yanayotoka kwa pressure. Ndio maana hata yale maji ambayo kwamba huvunjika katika damu, damu ikivunjika, yale maji yanavotoka Kiarabu yaitwa maun dafiq, kwamba ni maji yanayotoka katika pressure. Maji ambayo kwamba lau utafinya chupa na nguvu ni maun dafiq, na ndiyo maji yanayotoka ambayo kwamba huwa ni yenye kumuumba mwanadamu. Suala litakuja hapa, je, ni manii peke yake? Na kama ni manii ya mwanamume peke yake ndio yenye tabia ya kuchupa, manii ya mwanamume ndio yenye tabia ya kufanya nini, ya kuruka na kujitupa, tofauti na manii ya mwanamke hayawi ni yenye kufanya nini, kutupa ama kuruka, hutoka ndani kwa ndani ya mwili wake. Ndio maana wale almulhidun wenye kutaftilia Uislamu na Qur'ani sababu kutia makosa, wasema ikiwa al-insanu khuliqa min ma'in dafiq, ikiwa mwanadamu ameumbwa kutokamana na maji yenye kuchupa, na yafahamika kwamba manii ya mwanamke hayaruki, kumaanisha Qur'ani ya contradict science. Kivipi? Kwa sababu mwanadamu haumbwi na manii peke yake ya mwanamume, mpaka yapatikaniwe manii ya watu wangapi? Wawili, ya mwanamke na mwanamume ndo apatikaniwe insani. Kwa hivyo lau Qur'ani itakuwa ni yenye kusema kwamba khuliqa min ma'in dafiq, kwamba mwanadamu ameumbwa kwa maji yenye kufanya nini,
kuchupa ama kuruka ama kujitupa, na hali ya kuwa haya ni manii ya mwanamume peke yake, Qur'ani na makosa. Ndio maana kila siku tuzungumza, hata sisi katika dini atakano tupate watu wasomi, tupate watu wenye istiqama ya kimasomo. Angalia wamesimama madaktari, akiwa miongoni mwao na tutamueleza mbele Dr. Adil Awadh, aeleza asema, lau watasema kwamba maji yenye kuruka, na hoja ni kuwa Mwenyezi Mungu hajasema ni manii, hadhire, maji yenye kuchupa si ya mwanamume peke yake, hata mwanamke pia patikana maji yenye kujitupa. Vipi? Swala litakuja hapa. Aeleza sema, wakati mwanamke yuko katika process ya ovulation, tabii turudi skuli kidogo. Mwanamke yuko katika process ya ovulation, kwamba ile yai letwaje ova, sio likiwa katika ovary, huwa lile yai limezungukwa na kitu kinachoitwa jaribu jirafian, kwa kizungu Graafian follicle. Huwa ni yenye kuzunguka lile yai la mwanamke katika ovary yake. Kipindi lile yai lenyewe pia huwa limezungukwa na maji, a certain fluid hivi, ambapo kwamba limezunguka yai, liko katika Graafian follicle, kisha nje yake kuna nini? Kuna maji. Hadhire, sasa suala litakuja, ile ova hutokaje kwenye ovary? Wanasayansi wamethibitisha huruka. Tufahamu, utakiona zile picha za reproductive system, utakwenda zile fallopian tube, kisha ovary za keti kama sampuli ya maua hivi, zimeshikilia zile ovary. Sasa inapotoka kwenye ovary ile lile yai la mwanamke huchupa, ndo likapokewa na fallopian tube kuelekea katika safari ya reproduction. Kwa hivyo sema Mwenyezi Mungu hajasema manii, kwa sababu hata manii pia yana fluid, na hiyo fluid husababisha ile manii akafanya nini? Yakaruka. Lau Mwenyezi Mungu angesema khuliqa min nutfatin kisha dafik ama dafika, ameumba kutokana na manii yenye kuruka, basi hapo ndo Qur'ani inge contradict science. Lakini angalia lugha anayoitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imekuja imebainika miaka 1000 takriban 500 baadaye, kwamba si manii peke yake mwanamume huruka. Kumbe hata huku pia kama yanavyotoka manii kuanzia katika testicles za mwanamume ikaruka, vile vile na yai la mwanamke linavyotoka katika ile ovary hufanya nini? Huruka. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Metukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ndiye mjuzi zaidi wa kuumba. Kwa hivyo mwanadamu ameumbwa kutokamana na madafik, tushaelewa, kutokamana na mwanamke na kutokamana na mwanamume, maji ambayo kwamba huwa ni sababu ya kubeba yale manii ama yale mayai kutokamana na mwanamume na mwanamke, yakiunganishwa akaja akapatikaniwa kiumbe ambaye kwamba anaitwa insan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele. Sasa kabla ya kueleza mbele, sitaki tuketi na akili za hapa, sote tuhame tuzipeleke akili zetu kwa makafiri kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam yawasomea hizi aya. Ikiwa umeshindwa kuamini kile ambacho kwamba hukioni, tukizungumzia as-sama, hujui, huoni juu kuna nini zaidi ya kuona wingu tu. Tukizungumzia at-tariq, huioni at-tariq ambapo kwamba ni an-najmu thaqib, umekataa usivyoviona, basi kiangalie kile ambacho kwamba utakiona. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ikiwa hamutoyaona haya, basi yatizameni maji yenye kuchupa, ambapo kwamba kila mwanadamu yayaona maji kama haya. Kisha sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanza kueleza haya maji yatoka wapi. Jani ndio thima ambayo kwamba tuizungumzia, haya maji yatoka wapi?
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yakhruju, ni maji ambao kwamba ni yenye kutoka min baini sulbi wataraibi, katikati ya uti wa mgongo ama mifupa ya mgongoni, ambao kwamba asulbu ni adh-dhahru ama al-umudu al-faqri, mifupa inayopatikaniwa katika mgongo wa mwanadamu ambao kwamba ni spine, uti wa mgongo. Kisha wataraibi ni idhamu sadri, mifupa inayopatikaniwa katika kifua cha mwanadamu. Kwa hiyo haya maji ni yenye kutoka si katika uti wa mgongo wala si katika mbavu. Yatoka wapi? Hapa baini, ndo mahallu al-khuruj. Watu wengi ukosea wakasema kwamba yakhruju min sulbi wa taraib, kwamba kuna fluid inayotoka katika uti wa mgongo na fluid inayotoka katika mbavu, kisha ikiungana ndio yapatikaniwa manii ya mwanamke na manii ya mwanamume. Suala si hilo. Kwa hivyo yakhruju min baini, mahallu al-khuruj ni baini. Hapa baini ni wapi? Ndio suala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja. Ndio mfumo ambao kwamba yuenda nao katika hii sura, kwamba maji yako taban yatoka wapi? Min baini sulbi wataraib, katikati ya uti wa mgongo na nini na mbavu. Na asulbu tumesema ni mifupa gani na ataraib ni mifupa gani. Na neno asulb katika lugha ya Kiarabu pia humaanisha kitu kigumu, na imethibitika kisayansi the most hard bone, mfupa mgumu katika mwili wa mwanadamu aghlabia huwa nini? Spine, ni uti wa mgongo, na Kiarabu huitwa hivyo sulbun. Ndio maana utasikia Kiswahili aghlabia huiba katika Kiarabu. Utasikia mtu hizi kazi za sulubu. Kazi za nini? Sulubu. Leo utamuuliza mtu kazi za sulubu kazi gani? Utakwambia kazi ngumu, kwa sababu asulbu ni kitu kigumu. Si ndivyo Sheikh Muhammad? Sasa mtu kazi ya sulubu, kumbe ni asulb ambao kwamba ni kitu kigumu. Tatizo litakuja hapa. Pointi ya pili ambao kwamba mulhidun wanaitumia katika kusema kwamba Qur'ani kitabu cha uongo. Kwa sababu gani? Cha contradict science. Wanasayansi wote wamekubaliana kwamba maji ya mwanamume hupatikaniwa katika testicles zake. Hapo ndo katika production. Au wengine wasema uanza katika testes, kashuka kaingia katika testicles, hayatoki katika uti wa mgongo wala mbavu. Kwa mwanamke wa hakadha patikaniwa katika ovaries zake. Kwa kusema Qur'ani pia katika aya ya pili ya contradict nini? Science. Ni uongo kuwa maji ya mwanamume na mwanamke yakhruju min baini sulbi wataraib, yatoka katikati ya uti wa mgongo. Maka tukizungumzia katikati ya uti wa mgongo na mbavu ni hapa, sio? Sehemu somewhere hapa. Lakini maji hayatoki hapa. Kila mtu ajua maji yanapotoka. Suala litakuja, je, Qur'ani ya contradict science? La, Qur'ani hai contradict science. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamzungumzia huyu mwanadamu katika marhala gani. Kwa hivyo wanazuoni wetu wa ilmu ya embryology wazungumza katika kuitetea Al-Qur'an Al-Karim, wasema the origin ya testicles na ovaries za mwanadamu, origin katika uumbaji wake hupatikaniwa kati ya abdomen na thorax ya fetus. Mtoto anapokuwa mchanga ile kidogo, ile sehemu ambayo kwamba huwa iko the origin ambayo kwamba haijajulikaniwa hadha testicles wa hadha ovaries, huitwa godan. Kama sijakosea, wanaojua science haya wajua zaidi. Haijajulikaniwa huyu mtoto wa kiume ama huyu mtoto wa kike, zile chromosomes bado hazijajijenga. Paka takriban wiki ya 6 ndio zikapatikaniwa chromosomes. Ikipatikaniwa chromosome ya Y,
hutuma signal kwamba mtoto wa kiume zikawa ni zenye kufishwa, zile ambazo kwamba zingekuwa ni sababu ya kutengeneza ovaries, zikabakia zile ambazo kwamba huwa ni sababu ya kutengeneza testicles. Ikifika wiki ya 10, ikiwa bado chromosome ya Y haijapatikaniwa, ni XX ya female, ndo pale sasa mtoto kama yule utengenezeka ala za kike. Kwa ikatoka ile godan. Na tukizungumzia masala upatikaniwa wapi, abdomen na thorax, ukitizama katika picha kwa muangalia fetus, kwa mbele godan uketi wapi, uketi chini ya mbavu, chini ya nini, mbavu na uti wa mgongo, hapa katikati ndo huketi ile sehemu. Kisha kama mwanamume baadaye kashuka paka katika abdomeni yake, kisha baada hapo ndio ikashuka zile sehemu ambazo kwamba hushuka kadri anavyozidi kudevelop mtoto kama yule. Akiwa ni mtoto wa kike hushuka ikabakia katika abdomeni yake, haishuki sehemu ya chini. Kwa hivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema yakhruju min baini sulbi wat taraib, na nyuma hakujazungumziwa nutfa, ni kwa sababu sehemu panapoumbika ala kama hizi za kutengeneza manii, kuanzia mtoto anavyokuwa katika tumbo la mamake ama kizazi cha mamake, hupatikaniwa mimbaini sulbi at-taraib, katikati ya uti wa mgongo wake mtoto kama yule na nini na mbavu, mifupa katika kifua. Kwa hivyo wakasimama katika kulitetea jambo kama hili. Na katika masala haya nukta nyingine utakwenda kuona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtanguliza mwanamume katika uumbaji kabla mwanamke, kwa sababu hazitengenezeki ala za kike mpaka mwili ufahamu kwamba ala za kiume haziko. Kwa hivyo mtoto wa kike haumbiki kuwa mtoto wa kike mpaka wiki ya 10. Mtoto wa kiume huumbika kama mtoto wa kiume katika wiki ya 6. Ikija chromosome ya Y, zile za kike hufa, akawa sasa yuwakuwa kwamba ni a baby boy. Ikipita wiki ya 7 bado husubiri mpaka wiki ya 10, kikosekaniwa chromosome ya Y, ndo kipindi kile yaumbika mtoto gani? Hakiki. Sasa hatuzungumza sasa kwamba tuna ala za kisayansi twaona, lakini kipindi hicho wanaozungumzishwa kina Abu Jahal Sheikh, hakuna ala. Wanachozungumzishwa ni falyanzuri al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Kuna wanazuoni ambao kwamba wasema as-sulbu lirajuli, at-taraib lilmar'a, kwamba uti wa mgongo unaozungumzwa hapa mwanamume ndio sehemu ya maji yanayotoka, ambao kwamba wanazuoni wa sasa wameirekebisha, si tu wameikataa, wameirekebisha, kwa sababu hivi sasa watu wana ala za kuona mwili wa mwanadamu akete vipi. Kipindi kile kina Ibn Kathir, kina Imam Sha'rawi, kina Ibn Abbas Hibrul Umma na wanazuoni tafsiri waliopita wametafsiri kwa namna Qur'ani inavyosema. Lakini kadri miaka ilivyozidi kwenda, tukipata ala zile, aya zile zaja kuthibitika wazi. Kwa kipindi cha nyuma ndo taona watu wengi wakitafsiri wasema kwamba yakhruju min baini sulbi wat taraib, kwamba mwanadamu mani yake hutoka kati ya uti wa mgongo na mbavu. Wakaja watu wakasema la, Qur'an ya contradict science, ni kwa sababu kipindi kile watu wametafsiri bila kuwa na ala za kujua kwamba mwili wa mwanadamu waketi katika hali gani. Lakini hivi sasa walillahi alhamd, mtoto uweze kuonekaniwa marhala, kuanzia marhala ya zygote mpaka katika marhala ya embryo, akaja marhala ya fetus. Wanazuoni wenye kumuona anavyombika, kipi cha umbika cha kwanza, kitu gani, walillahi alhamd. Kwa wanazuoni wasema kwamba Qur'ani haipingi science, kwa sababu kwanza tumezungumza si nutfa, ni nini? Ni ma. Haya, lau tuseme pia sawa ni mani, bado still Qur'an hai contradict science. Lau tutazungumza nini? Ni mani au ni maji yanayobeba mani. Manake mtu anaweza sema lakini mtoto hatokwi na mani, mtoto hatokwi na mani. Bado Qur'an ya contradict science. Tulizungumza kule nyuma katika suratul A'la, tukasema siku zote kwa waenda pambana na mtu,
Wenda kudili na mtu katika mujadala, jipange. Sawa? In nafa'ati adh-dhikra, si in nafa'ati adh-dhikru, ama in nafa'a adh-dhikru, ni in nafa'ati adh-dhikra, utajo mkubwa. Tapata mtu atakutolea hoja hiyo Sheikh Isa, akamwambia lau utasema kwamba masala siji godan nini, mtoto mdogo fetus, kini mtoto mdogo hatoke na mani, kwa bado Qur'ani yapinga science. Turudi katika ukiyazungumzia yale maji yenye kubeba mani, wanasayansi watuambia takriban 70%, kama sijakosea ni semen, ambao kwamba ni yenye kubeba mani, yatoka katika semen vesicles. Ukiitizama iko wapi? Iko kati ya at-taraib wa sulb, pale iko chini hapa, kwa sababu viungo vya mwanadamu vya uzazi havipatikani chini, hupatikani katika tumbo lake hapa chini, baada ya mbavu, baada ya stomach, kija kwenye mapancreas, maliva, makidney, kinachofuata kando yake katika tumbo la mwanadamu ni nini? Ni ala zake za uzazi. Kwa hivyo ziko chini ya mbavu, ambapo kwamba ni at-taraib, na ikizungumzwa asulbu katika lugha ya Kiarabu huenda paka katika tailbone ya mwanadamu, bado huitwa nini? Asulbu. Kwa hivyo lau utaangalia hii semen vesicle iko wapi, yapatikaniwa mimbaini sulbi wa taraib. Tusiridhike na hiyo. 20% ya maji ambayo kwamba hubeba yapatikaniwa katika prostate ya mwanadamu, na prostate iko pale pale mimbaini sulbi wa taraib. Na 10% nimesahau wamesema yatoka wapi, lakini kitu kama bobirethrol glands ambapo kwamba hubeba 10% ya manii, yale maji yanayobeba manii ya mwanamume yakawa yenye kuitwa maun dafik. Kwa katika hali yoyote, lau tutayaita ni maji semen yenye kubeba manii, bado yakhruju min baini sulbi wa taraib. Lau tutakwenda kwa hoja za wanazuoni wetu wa kisayansi wa Kiislamu kwamba ni mtoto mdogo yanapoumbika yale viungo vyake vya uzazi, bado tutakwenda kupata kwamba yakhruju min baini as-sulbi wa taraib. Swali litakuja hapa, sijui twaona kwamba kuanzia nyuma huku tumezungumza masala ya sama, na kisha mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala izungumzia nafsi ya mwanadamu. Na nyuma tulizungumza, tulisema siku zote al-muqsimu bihi, ikipatikaniwa qasam, katika qasam kuna al-qasam, kuna al-muqsimu bihi, kisha kuna jawabul qasami. Siku zote al-muqsimu bihi ina taalluq na jawabul qasam. Siku zote Mwenyezi Mungu akiapa kisha akaeleza kile anachokiapia, wewe jua kwamba kile kilichoapiwa kina taalluq na hichi kilichoapiwa hapa. Yani lile jibu la kiapo na hichi kilichoapiwa kuna taalluq. Na imekuja sehemu tofauti tofauti, ndio style ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambatanisha nafsi na mbingu. Hadhire wa zamanini was-samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Nenda katika sura Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi, tutawaonyesha aya zetu, miujiza zetu, fil afaqi, katika mbingu, kisha wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza as-samawat al-afaq, kisha akataja na nini? Na nafsi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hii haijatutosha. Nenda katika suratul Dukhan, baada Mwenyezi Mungu kuzungumza kisa cha kuwazungumzia almu'minuna walmunafiqun, paka ikaja huko falyawma la yukhadhu minkumul fidya, falyawma la yukhadhu minkumul fidya, zio wala min alladhina kafaru. Mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum dhikrillah, imetajwa dhikr hadhira. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wama
anzalna, sio wama nazala minas sama. Shukran. Na kile kilichoteremka kutoka minas sama. Kisha mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza, ataja masala ya kitu i'lamu, kwamba jueni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha kutoka mbinguni ma'an fa ahya bihi al-ardh. Vile vile katika suratu Dhariyat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa azungumzia ayat ile miujiza asema wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusihim afala yubsiru wa fi anfusikum afala tubsirun. Hapo kwa zungumzia miujiza yake asema wa fil ardi ayatun, katika ardhi kuna miujiza, lakini lilmuqinin, kwa wale wenye yaqini. Kisha sema wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Na katika mbingu ametaja huko wa fi anfusikum, kisha imekuja wa fi samaa. Ni masala tukipata wakati insha Allah tutakuja kuyazungumzia kwa nini as-samaa wa nafsi, kwa nini mbingu na nafsi katika Qur'ani zimekuwa ni zenye kufuatana hapa na pale. Kwa hivyo mwanadamu ameumbwa na maji ambayo kwamba yakhruju min baini sulbi wataraib, na ndo vitu vinavyomtengeneza mwanadamu kutokamana na vitu viwili vile. Mwanadamu hawezi kuwa mwanadamu bila ya mbingu na ardhi. Hii swah. Mwanadamu hawezi kuwa mwanadamu bila al-rajul wal mar'a, mwanamume na nani na mwanamke. Mwanadamu hawezi kustarehe katika maisha yake bila al-layl wan nahar. Hebu taamal, ingekuwa kama anavyosema Mwenyezi Mungu, leo ingekuwa siku zote ni usiku tu sarmada, tungeishije? Leo ingekuwa siku zote ni mchana tu sarmada, tungekuwa ni wenye kuishi vipi? Haitoshelezi. Mwanadamu akizaliwa na mamake, riziki ya kwanza huwa nini? Maziwa, sio? Kutoka katika ziwa la mamake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika Qur'an, katika suratul Nahl, asema kwamba na haya maziwa pia yatokamana na vitu viwili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema min baini farthin wa damin labanan khalisan saighan lisharibin, kwamba mwanadamu kinachomtengeneza siku zote lazima viambatane vitu viwili, mpaka maziwa anaonyonya kutoka kwa mamake. Asema min baini farthin. Farthin ni nini? Farth ni ile result ama tutaitana residue baada mtu kula, baada mtu kula chakula kikisagwa, ile residue hubakia, ndio inaitwa farth, ambapo kwamba nyingine hutoka katika haja na nyingine huchukuliwa nutrients ikawa yenye kutengeneza maziwa katika, kisha wadami na damu. Kwa hivyo tunaona farth kitu kichafu, damu kitu kichafu, lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa ni muumbaji wa kisawasawa kutokamana na vitu viwili vichafu. Asema labanan khalisan saighan lisharibin, ikawa imepatikaniwa maziwa safi kwa sharib, yule mwenye kuyanywa, ambaye kwamba ni hayawanat, wanyama na wanadamu. Wa yakhruju min baini sulbi wataraib. Tukielekea kumalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia innahu, hakika yake yeye Allah tabaraka wa Ta'ala, ala raj'ihi, juu ya kurudisha, tutatafsiri hivyo kwa sasa, la qadirun, ni mwenye kuweza juu ya kurudisha nini? Kuna wanazuoni wanaosema juu ya kumrudisha mwanadamu katika maumbile yake ya manii, na baadhi wasema la, juu ya kumfanya yule mtoto akageuka akawa ni manii, yani ikatoka kuanzia fetus ikarudi katika process ya embryo ikaja katika zygote ikarudi mpaka ya manii, la qadir. Baadhi yao wasema la, innahu ala raj'ihi la qadir, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kumrudisha mwanadamu yaweza. Ai, lau mwanadamu atakuwa ni mwenye kufa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kumrudisha mwanadamu
Ilipokuwa wingi katika ulama wasema kwamba katika lugha siku zote dhamiri yaudu ila aqrabi ismin, yani dhamiri hurudi katika ile jina lilokuwa karibu. Hata nadhani katika lugha zingine leo utakuja katika Kiswahili useme hapo zamani za kale palikuwa na mzee, afu tuseme alijenga nyumba. Huwa alijenga nyumba nani? Ni yule mzee. Kwa hivyo ile dhamiri tarudi kwenye ile jina ambalo kwamba liko karibu. Hata katika lugha ya Kizungu tuseme there was a king, he was this and this and this, the he tarudi kwa nani? Kwa king. Kwa hivyo siku zote adh-dhamiru yaudu ila aqrabi ismin. Na ukitizama katika aya jina la karibu lilotajwa ni ma yakhruju min ma'in dafik. Hadir yakhruju min bayni sulbi, khuliqa min ma'in dafik, yakhruju min bayni sulbi wattara innahu ala raj'ihi. Alhau wanazuoni wasema yaudu ila alma, kwamba mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kumrudisha katika maumbile ya nini? Ya maji, vile vile alivyokuwa. La qadirun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuweza. Suala litakuja hapa, mbona aeke taukidi? Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeke taukidi innahu ala raj'ihi laqadir, kisha ikawa si khabari ya burebure, ikawa ni khabarun inkariyun kwa taukidi mbili, innahu na lamul qasam, kama wanavyotuambia wanazuoni wa balagha. Lakini nyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa azungumzia kuhusu maji hakuwapa wala kuweka taukidi, khuliqa min ma'in dafiq, kwa mwanadamu muumbwa kutoka na maji yenye kufanya nini? Kuchupa. Lakini mwanadamu yuamini kwamba manii yanayomtoka yeye huruka, lakini mwanadamu huu ni mzito wa kuamini kwamba kumrudisha ama Mwenyezi Mungu kuwa ana uwezo wa kumrudisha katika maumbile yale kwa tafsiri zote mbili, kwa tafsiri ya ma na kwa tafsiri ya al-ba'th, mtu kufufuliwa. Mwanadamu ni mzito. Nani katika makafiri alikuwa akikataa kwamba mwanadamu ameumbwa kutokana na manii? Wote walikuwa kilikubali, wote mpaka Firaun. Lakini kija masala ya kufufuliwa walikuwa wakisema nini? Asatirul awwalin, story tu hizo kibinadamu kinini. Lau tutayaangalia haya maumbile mawili, kumtengeneza mwanadamu kutokamana na maji machafu dafik mpaka akawa ni insani, na kumrudisha mwanadamu kuanzia akiwa ni mifupa mpaka akawa ni mwanadamu, kipi kigumu? Process ipi ngumu hapa? Ile ya kwanza hadhira, yani uyafanye maji yawe. Hata sasa Sheikh Isa, lau utambua shika haya maji yafanye yawe kiumbe, huwezi Sheikh. Hata kisayansi ukiangalia process wanazozungumzia wanasayansi wa embryology, watakueleza process ndefu yale maji, masala ya genes, masala ya chromosomes, masala ya nini mpaka awe mwanadamu. Lakini kumtoa mwanadamu kuanzia kwamba ni idhamu mpaka akawa ni insani, angalau ketisi zito kuliko lile, japokuwa yote kwa Mwenyezi Mungu ni yasiri. Lakini kwa kiuliza aidha kunna idhaman nakhira, kwamba sisi tufufuliwa hali ya kuwa ni mifupa iliyotakalika iliyooza, wakiona kwamba hizi ni story tu za kale. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuitoa habari inkari, innahu ala raj'ihi si qadirun tu la qadirun, kwamba wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuweza kumrudisha mwanadamu katika maumbile yale ambayo kwamba yuko. Nilikuwa nina hamu tukomee katika innahu la qaulun fasl, lakini nikiangalia fama aya ya nyuma yauma tubla sarair na mambo mingi, na aya zinazofuata fama lahu min quwwatin wala nasir was samai dhati raj'i wal ardi dhati sad'i. Kwa nini itajwe samaa tena? Kwa nini itajwe ardhi? Kisha kwa nini itajwe Qur'an? Kwani Qur'an na mbingu na ardhi zina taalluq gani wakati hichi ni kiapo chengine? Was samai dhati raj'i, na hapa na mvua yenye marejeo. Tutaeleza marejeo ni nini.
wal ardi dhati sadi', na naapa na ardhi yenye kupasuka, kwamba innahu laqawlun fasl, hakika si jambo lingine. Qur'ani ni kitabu chenye kupambanua. Ni masala ambayo kwamba sitaki kuwaudhi kwa sababu wakati utasongea, na nyinyi mwafahamu mimi napenda kuzungumza. Lao nitaanza kuzungumza takuja tahamaki ni 2:30, kisha tutakuwa tumetoka katika ada. Kwa nitaomba munisameh, tutakomea hapa kwamba innahu ala raj'ihi laqadir, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kumrudisha mwanadamu. Kisha mbele tutakuja kuona ni siku gani ambapo kwamba mwanadamu atarudishwa katika maumbile yake, na siku kama hii ina mambo gani. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min ahli alquran, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Ikiwa nimepata ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na bidii ya walimu ambao kwamba wametufundisha, na ikiwa nimekosea, na najua kuna mengi ambao kwamba nimeyazungumza, nimeyakosea, wa antum a'lamu minni, nyinyi ni wajuzi kuniliko mimi katika masala haya. Inshallah nasimama katika kurekebishwa. Wa aqulu ma qad sami'tum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran wa jazakumullahu khair. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا سهل لنا ما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعيدنا من موجبات الندامة. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا اغننا بالعلم، اللهم ربنا اغننا بالعلم، اللهم ربنا اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم وجزاكم الله خير. يا الله.